Leo tunazungumzia nidhamu katika mafanikio. Leo tunazungumzia nidhamu katika mafanikio. Haitajalisha kwamba utakuwa na mtaji mkubwa kiasi gani, haitajalisha kwamba una uwezo kiasi gani, haitajalisha kwamba umezungukwa na watu wa thamani kiasi gani. Kitu pekee ambacho kinapaswa uwe nacho wewe ni nidhamu. Ni nidhamu. Tumeona watu wengi ambao hawana nidhamu, hasa katika kuyafanya yale ambayo wanapaswa kuyafanya ili kusudi ndoto zao ziweze kutimia, na kilichotokea ni kwamba waliweza kupotea bila kutimiza ndoto zao. Sasa leo tutaenda kuzungumzia nidhamu, kwamba ni maeneo gani ambayo lazima uwe na nidhamu ili kusudi uweze kutimiza maono yako. Eneo la kwanza ambalo unapaswa uliangalie kabisa pale unapotaka kuboresha au unapotaka kutimiza maono yako, lazima uwe na nidhamu ya muda. Eneo la kwanza, lazima uwe na nidhamu ya muda. Nidhamu ya muda ni kwamba watu wakubwa siku zote huwa wana nidhamu ya muda, hawatumii muda wao ovyo ovyo. Lakini watu ambao wana vision ndogo, watu ambao hawajui wanakoenda, wala ambao hawana maono, hao muda sio kitu kikubwa, kwa huwa wanapoteza sana muda. Unachotakiwa kujua kwamba kila dakika inayopotea haiwezi kurudi tena kwenye maisha yako. Kwa hiyo itabidi uweze kufanya namna ambayo kila dakika unayoipata kwenye maisha yako uweze kuitumia vizuri, ili kusudi iweze kukuletea matokeo mazuri. Sasa katika muda kuna vitu viwili ambavyo unapaswa uwe navyo makini, na ikatokea kwamba hivi vitu ukavizingatia, ukavifuata hatua kwa hatua, basi itakuwa ni daraja la haraka sana la kuweza kukutoa wewe na kukupeleka katika nafasi nyingine. Kitu cha kwanza, unafanyaje sasa kuweza kutengeneza nidhamu kwenye muda, ili kila dakika unayoipata kwenye maisha yako isiweze kupotea hivi hivi? Kitu cha kwanza, unatakiwa utengeneze vipaumbele kwenye siku. Vipaumbele vya siku. Vipaumbele vya siku. Sasa kuna watu hapa wanaamuka asubuhi hawajui nini cha kufanya. Anaamuka asubuhi hajui nini cha kufanya. Sasa moja kati ya failure kubwa kwenye maisha, unapokuwa haujui asubuhi kwamba unaenda kufanya nini kwenye siku husika, basi hautakuwa na direction ya hiyo siku, hautakuwa na direction ya hiyo wiki, hautakuwa na direction ya huo mwezi, vile vile hautakuwa na direction katika mwaka wako wote. Una uwezo wa mwaka kuisha bila kufanya kitu kikubwa. Watu wakubwa ambao wana vision kubwa na wanataka kutimiza maono yao, ni lazima wao wanatengeneza vipaumbele vya siku, na hiki kitu kinatengenezwa usiku. Usiku unaanza kutengeneza ratiba kwamba kesho nitafanya nini, kwa muda gani, na nitafanyaje. Maana hivyo ndio tutasa vipaumbele, ili kesho itakapofika siku yako isiweze kupotea ovyo. Lakini watu ambao hawajali hivyo vitu, siku yao inaisha bila kuifanyia chochote. Sasa ipo hivi, watu ambao ni wakubwa huwa wanaanza na mambo ya msingi. Wanaanza na mambo ya msingi ambayo ni makubwa. Wanaanza na mambo ya msingi, halafu baadaye wanakuja kufanya mambo ambayo yasiyo ya msingi, kwa sababu akili ya mwanadamu imetengenezwa katika hali ya kuchoka. Sasa hao wanaanza na mambo ya msingi. Anaamka asubuhi, anaanza kupambania mambo ya msingi ambayo yatamwongezea varu hiyo siku, yataifanya ndoto yake iweze kutimia haraka. Halafu baada ya kuyafanya hayo mambo asubuhi, anakuja kumalizia na mambo yasiyo ya msingi. Hapa sasa ndo unakuta wakati ambao akili yake imechoka. Lakini watu ambao hawazingatii muda, wanaanza kufanya mambo yasiyo ya msingi asubuhi. Yasiyo ya msingi. Asubuhi tu akiamka, ashawasha simu, anaangalia, anaingia Facebook, anaingia TikTok, anaingia wapi, anaanza na mambo ambayo yasiyo ya msingi. Halafu baadaye sasa ndo anakumbuka kufanya mambo ya msingi. Sasa usipokijua ni kwamba
Usichokijua ni kwamba unapoanza kufanya mambo ya msingi haya wakati tayari umeanza na mambo ambayo sio ya msingi, akili yako tayari itakuwa imechoka. Hivyo una uwezo wa kuyafanya haya mambo katika hali ya ubora wa chini sana, na kupelekea wewe kushindwa kuyafanya vizuri, hivyo kuchelewesha kuweza kutimiza ndoto zako. Kwa hiyo unapaswa uwe na vipaumbele kwenye siku. Tengeneza siku yako ya kesho leo. Ikifika jioni, ikifika usiku, panga ratiba. Kesho nitaenda kufanya hiki na hiki na hiki na hiki. Na unaanza na jambo gani? Ukimaliza hili inafuata hili. Hiyo yote itakusaidia wewe kuweza kuepusha vitu ambavyo visivyo vya lazima kuweza kuvifanya kwenye hiyo siku. Lakini baada ya hapo kuna kitu kingine cha pili ambacho ni cha msingi zaidi kwenye kutengeneza nidhamu ya muda. Kitu cha pili tunasema wekeza kwenye muda. Wekeza kwenye muda. Uwe unawekeza kwenye muda. Sasa unakuta watu wakubwa wote unaowajua wewe duniani ambao wametengeneza impact katika dunia ya leo wana tabia ya kufanya uwekezaji kwenye muda wao. Hivi wewe ukiwa kwa mfano umepanda kwenye usafiri unaenda mkoa fulani, njiani uko unafanya nini? Kuna watu wanalala, wanakoloma vya kutosha. Sasa kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba ule muda unatakiwa uwekeze. Kumbuka kwamba kila dakika inayopotea kwenye maisha yako haiwezi kurudi tena. Kwa hiyo ule muda ambao wewe umekaa enzi unasafiri, chukua tablet yako, chukua kitabu ambacho enzi umenunua, soma, anza kuwekeza kwenye muda, anza kusoma hicho kitabu. Lakini pia kuna wengine ambao unakuta asubuhi kwa mfano, unaamka, unaenda kazini, lakini njiani kuna foleni. Lakini yaweza kuwa una usafiri wako, mle ndani ya usafiri wako weka hata video fupi, weka lili fupi ambazo unaona zitakujenga wewe, ili kusudi kwenye huo muda badala ya kwamba umepotea, umegeni chochote kupitia eza video hiyo iweka au CD ya mafunzo ambayo wewe unataka au unategemea kuyapata kwenye maisha. Hivyo vitu vitakuwa vinakusogeza wewe kuweza kutimiza ndoto zako. Sasa uwekezaji kwenye muda, hata unapokuwa eneo la kazi, kuna muda mwingine ambao ni wa kurefresh, tunasema ni apple time. Unapopata hiyo apple time, jisomee. Lakini pia sikiliza video za kujenga. Kuna mwingine sasa akipata muda wa free anaingia za WhatsApp, anaingia TikTok, anaangalia vitu vya kuchekesha mpaka mwisho. Usichojua ni kwamba akili yako unailisha vitu ambavyo havitakiwi, na hivyo itakuwa ni ngumu kwako kuweza kutimiza maono yako. Sasa kitu cha msingi ambacho unapaswa ukijue ni kwamba, na hiki kitu ukikifahamu kwenye muda wako itakushtua, hivyo itakufanya wewe uweze kuongeza kasi ya kuwa na nidhamu kwenye muda. Kama Mungu akikujalia kuishi miaka 50 duniani, kama Mungu akikujalia kuishi miaka 50 duniani, halafu wewe weekend zako zote zikawa zinapotea, tukisema weekend maana yake ni siku mbili, za Jumamosi na Jumapili, zote kwako wewe zinapotea, unafanya mambo ambayo sio ya msingi. Utajikuta kwamba kwa mwaka mzima utakuwa umepoteza siku 104. Mwaka mmoja umepoteza siku 104. Na siku 104 ni sawasawa. Siku 104 ni sawasawa na miezi mitatu. Manake kwa mwaka mzima wewe utakuwa umepoteza miezi mitatu. Na kwa miaka 30 utakuwa umepoteza sawasawa na miezi 175, ambayo ni sawasawa na miaka 14. Kwa hiyo kama wewe unapoteza wikendi zako kwa ajili ya mambo ya ovyo, utajikuta kama Mungu akikujalia kuishi miaka 50, utajikuta umepoteza miaka 14 kufanya mambo ya ovyo.